mzee wetu Mheshimiwa George Warioba, mzee wetu Mheshimiwa George Warioba, nashukuru sana kwa kuwa umewarudisha wazee wengi darasani leo. Umewarudisha wazee darasani. Nyie wazee wa hovyo, mnamzunguka rais haramu, mnamtia moyo huku maisha ya vijana yakiendelea kukandamizwa. Ikiwa nyie ni wazee na mmeshaishi maisha yenu, kibaya zaidi, nyie wazee mna watoto na mna wajukuu, mna vitukuu ambao ni miongoni mwa hao vijana, lakini mnakubali kutia saini na kupongeza ripoti ambayo nyie wenyewe hamujaiona wala kuisoma. What a shame. What a shame. Leo hii mzee Warioba, mzee wa miaka 85 anasimama kuliokoa taifa. Mamilioni ya nyie vijana mnaozunguka hapo Ikulu, mnazunguka kwenye mikutano, mnavaa masuti makubwa, lakini ma PhD yenu mnayakalia. Guys, what a shame. Wewe mzee wa miaka 80, 70 unasema uongo kudhuru maisha ya wananchi milioni 70. Unapata faida gani? Kama ni kufa, utakufa tu kwa sababu umri umeshafika jioni. Vijana ambao ni wajukuu, watoto wako ambao ndo wanachipukia, wanaenda kukosa fursa mbalimbali za taifa lao kwa sababu ya nyie kusema uongo, kutia saini vitu ambavyo mngetakiwa mkatae, ukubali vitu ambavyo mtakiwa mvipinge. What a shame. Mheshimiwa George Warioba, tumefarijika sana. Tumefarijika sana kwa sababu hii ni hatua nyingine ya ushindi. Tunajua unapitia mengi pamoja na umri wako. Tunajua ni umesacrifice kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya vijana kama sisi, kwa ajili ya watoto wetu nao waje waonje walao maisha, matunda ya taifa letu, ambako tunaona sasa hivi ukiwa na akili kidogo unatolewa kwenye utawala, wanawekwa watu wapumbavu watuongoze. Nchi imepoteza mwelekeo kwa sababu ya watu waongo, watu wanaokubali kununulika, watu wanaokubali kufanya maamuzi binafsi kwa ubinafsi wa kujali nafsi yao peke yao bila kuwaza